Mimi kama baba mtoto mwenye ameuliwa huku Machakos, niliambiwa hiyo story jana wakati nilikuwa nafanya kazi ya bodaboda. Nikaambiwa kuna msichana ameuliwa huku Machakos. Nikaambiwa ni msichana yangu. Mimi sikuamini, ikabidi chunguza nijue kama ni ukweli, kama ni yeye ameuliwa. Furthermore, nikapigiwa simu nikiwa huko Limuru, nikaambiwa Susan Nyaboke ameuliwa na jamaa mwenye alikuwa bwana wake wa zamani. Sasa mimi sikujua mbona akaamua kumuua. Na mimi sina mtoto mwingine, huyo ndiye alikuwa tegemeo yangu. Sasa mtoto ameacha mjukuu, mimi ndio huwa nampeleka shule asubuhi, jioni namrudisha. Sasa sijui vile nitafanya next. Kwa hivyo huyu msichana alikuwa ni wangu na huyu jamaa alifanya makosa kumuua. Tangu aone miaka 2 imesha tangu atoke huko. Sasa akasema huko huyu jamaa alikuwa anamtesa akimpiga. Sasa nikamwambia kama mtoto wangu akuje akae hapa ndio jamaa mwenyewe apate kujileta mpaka wapi, tujue shida iko wapi. Jamaa hakuwahi kuja mpaka wa leo. Sasa mtoto alikaa kwa nyumba karibu mwaka 1-2 akapata kazi huku Makueni. Kumbe jamaa naye alimfuata. Sasa inafaa tena hii mwili itoke hapa tena ipelekwe nyumbani. Hiyo gharama ni mingi sana. Sasa sijui kama nitaweza. Susan was once my member. For 2 years she came and got a job in Machakos. So we reside with her mother and the child she left behind by the name Jaden. So I've been knowing this family for the last 5 years, and it has been a terrific, a tragedy, and a very horrific. Susan namjua kama mwalimu wa Sunday school for 2 good years, na ninamjua akiwa mtoto mzuri ambao hakuwa na mambo mengi, na kwa hivyo sisi kama wachungaji tunahitaji tu maombi. Hata kwa nchi yetu tunahitaji maombi, kwa sababu kitendo kama hiyo ni kitendo ambao sio mzuri, ambao alitendewa, na kwa hivyo tunahitaji maombi sana.